Mwamba kamuona huyu bidada, akamkumbuka. Hebu ngoja, sio wewe uliniibia juzi usiku? Dada alivyoona kweli ndio yeye, akaanza kukimbia. Mshikaji akaanza kuunga naye huko, anaita mwizi mwizi mwizi. Mara kuna wauni wako hapa, wakamdandia huyu dada, akamweka mtukati, lala chini, kaa chini. Dada ikabidi akae chini, maana hawezi kuleta ubabe kwa washikaji. Wana wakaenda kutafuta taili, wengine wanaleta mafuta, mwizi achomwe moto. Mara mshikaji anayemkimbiza huyu bidada akafika, ikabidi aanze wacha, jamani, hebu acheni kwanza, acheni, unajua huyu mimi hajaniibia, nimekosea tu. Ikabidi wamwachie. Majadiliano yakaanza hapa. Mwamba anamuuliza huyu bidada, kwa nini uliniibia siku ile? Bidada akaanza kufunguka, nisamehe sana kakangu, sikukusudia kabisa kukuibia, lakini nilikuwa na matatizo ndio alosababisha mimi nikakuibia. Mwamba akamuuliza, ni matatizo gani hayo yanayokupelekea mpaka uniibie? Bidada akafunguka, alikuwa anatafuta ada ya mtoto wake. Mtoto wake ameshindwa kwenda shule kwa sababu hana ada. Huyu bidada anajiuza, kwa hiyo dawa alilokuwa anapewa na huyu mshikaji siku ile lilikuwa ni dau dogo sana, lisingesaidia kulipa ada ya mtoto wake. Kwa hiyo ikabidi amuibie tu ili iende ikasaidie kulipa ada ya mtoto wake. Huyu binti akamwambia, mimi niko tayari kukulipa pesa yako endapo kama utanipa muda kidogo. Naomba unipe muda, mimi nikulipe tu deni lako, nisamehe sana kakaangu. Jamaa akamwangalia akamwambia, sasa sikiliza nikwambie, mimi sio aina ya mtu wa hivyo, na mimi pia ni binadamu na ubinadamu. Sitaki kabisa unilipe, ila nachokitaka, unajua siku ile pamoja na kuniibia nilinjoy sana ule mzagamuo, kwa hiyo inaonekana we ni mtamu sana. Mimi nataka tena, yani kama vipi turudie, alafu ndo yawe malipo ya hiyo pesa yangu ulioniibia, alafu nitakuongeza pesa nyingine, nitakupa naila 20,000. Bidada akaona naila 20,000 ni nyingi, kabidi amwambie huyu kaka kuwa, lakini mimi nimeamua kuachana na hizo biashara kabisa. Mimi sasa hivi si aina mwanamke tena ninayejiuza. Kiukweli kakangu, utanisamee, naomba tu nikulipe pesa yako. Jamaa akasema, nisikiliza nikwambie, mimi nataka nikusaidie, tena unaanza kubishabisha. Kama hautataka kufanya ninavyotaka, niwaite wale vijana niwaambie wewe ni mwizi, tukupige tairi la moto hapa, si ndio? Binti akaona toba, nije nife tena, twende tu kanipe hiyo naila 20,000. Wana wamedondoka mpaka huko ambako wanaenda kupeana hiyo naila 20,000, yani wana wameenda mpaka guest. Sasa walipofika hapa guest, Mwamba akawa anazingua kinoma noma, anataka waende kavu kavu tu, hata wasivae socks. Binti akawa anamwambia, hivi unajua siku ile baada ya kufanya mapenzi na wewe niliingia sala kiasi gani kwa kujitibia? Kiukweli sitaki tena, maana sitakuwa na pesa za kujitibia. Naomba tu kama unataka tufanye huku tukiwa tumevaa kinga, bila kinga mimi sitataka kabisa. Mwanaume anasema, we utafanya navyotaka mimi. Mara kamtupa huyu bidada kitandani. Alivyomtupa kitandani vitu vijipe, bidada akamchomoka tena kwa mara ya pili, akachukua chupa akampasua nayo, kakusanya nguo zake, kakusanya na kisimu, kakimbia anaenda nyumbani kumwahi mtoto wake. Sasa huku nyumbani kitoto kimeona ni usiku kweli, mama hajarudi nyumbani, kikaenda mlango wa pili, yani kwa jirani, kikaenda kwa huyu jamaa. Mwamba anaitwa Uncle John. Akamwambia, Uncle John, naomba unisaidie simu yako nimpigie mama yangu, maana imekuwa ni usiku sana toka alivyoondoka hajarudi kabisa. Nina wasiwasi, sijui mama yangu atakuwa yupo katika hali gani. Kitoto kikapewa simu, lakini kila kilivyojaribu kupiga simu, namba unaopiga haipo, yani ni kama vile namba imeshafungiwa, haipo kabisa. Mtoto akawa anajiuliza inawezekanaje kuwa hivi. Mtoto akamwomba Uncle John kama vipi ampigie mkewe ili amuulize kuhusu mama yake, maana mama yake pamoja na mke wa Uncle John wote huwa wanaendaga kujiuza. Kwa hiyo huyu Uncle John anajua kabisa kama mkewe anafanya biashara za kujiuza, na yeye anaheshimu madanga ya mke wake hapa nyumbani, na hiki kitoto kinajua kabisa kuwa mama yake biashara anayofanya ni biashara ya kujiuza, ile huwa akipendi kabisa. Sasa ndo kitafanyaje wakati ndo biashara inayokapeleka kenyewe shule, yani ndo biashara inayolipa ada. Muda huu mama amerudi, anasikia kilele kwa Uncle John kama mtoto wake analia. Mama akazama mpaka ndani kwa Uncle John. Kuingia ndani kwa Uncle John, anamkuta Uncle John anataka kumzagamua mtoto wake. Mama akatoka nje akachukua chupa akaenda kumpiga Uncle John huko, alimpiga kinoma noma yani. Mama akamchukua mtoto wake wakatoka nje. Sasa wana wasiwasi kweli, maana wamempiga Uncle John mpaka Uncle John amezima. Kumekucha asubuhi, mama hataki tena kuendelea na ile biashara ya ushenzi ambayo huwa anaifanya, kwa sababu ipo siku itakuja kumtia kwenye matatizo. Leo amekuja kwenye hili jumba, amekuja kuomba kazi za kufanya usafi kwenye hii nyumba, huenda akapata maokoto yakamsaidia kabisa atoke kwenye zile biashara za kujiuza. Alipofika kwa huyu mama, huyu mama akawa anauliza, huyu ni nani ulioniletea hapa? Kijana akawa anamwambia, bi mkubwa ndio yule mtu ulioniambia unamtaka kwa ajili ya kusafisha nyumba. Huyu hapa ana uzoefu, ameshafanya kazi hoteli kadhaa, kwa hiyo atakufaa sana kwenye kazi zako mama, kama namna ulivyoniagiza. Mama alivyomtizama akasema, sijampenda wala sijataka kabisa mtu kama huyu. Mtu gani unaniletea kabisa? Unaona takataka hiyo unaniletea nyumbani kwangu? Hebu ondoka naye, simtaki hata kumuona hapa.
Binti ikabidi adondoke apige magoti, akaambia wewe nitakupiga kofi. Binti akarudi nyuma akapiga magoti na akawa naomba msaada. Anasema hana chaguo kabisa, chaguo ni hili ambalo wao wamelishikilia, yani wao ndo wana hatima ya maisha yake. Endapo kama watamtolea nje atakuwa kwenye mazingira magumu sana. Huyo mzee akamuuliza, umesema ulikuwa unafanya kazi hoteli tofauti tofauti, kwa nini haufanyi kazi mpaka sasa hivi? Binti ikabidi ajikanyage, lakini akajibu kuwa walikuwa wananilipa mshahara kidogo sana, ukizingatia na majukumu yangu ulikuwa utoshi kabisa. Pia walikuwa wananicheleweshia mpaka miezi 6 hawajanilipa, nikawa naona kama naishi maisha magumu, ikabidi niache kuifanya hiyo kazi. Mzee akauliza huo mshahara kidogo ilikuwa ni bei gani? Binti akasema nilikuwa nalipwa naira 20,000. Mzee akasema sasa sikiliza, kuanzia sasa hivi nitakuwa nakulipa naira 50,000, njoo ufanye kazi. Binti alishukuru sana. Mama mwenye nyumba kuamini kabisa, yani anamkataa hapo hapo mumewe, akiwepo hapo na yeye anamkubali na anampa dau kubwa kweli la kuja kufanya kazi humu ndani. Na baba akaambiwa, sikiliza binti, uko tayari kuja kufanya kazi, kwa hiyo mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe umeshaajiriwa bila interview hiyo kabisa. Mzee wakati ameinuka anaondoka, dada akasema nina ombi moja tena nilikuwa naomba kama utaniruhusu mzee wangu. Mzee akasema ombi gani lilete? Binti akasema mimi na mtoto wangu, kwa kuwa nitakuja kukaa hapa kufanya kazi, nilikuwa naomba kama nitapata idhini yenu nije na mtoto wangu, maana sitakuwa na mtu wa kumwachia huko mtaani. Mzee akauliza ni mtoto wako wa kumzaa? Binti akasema ndiyo, ni binti yangu. Akamwambia njoo naye, hamna tatizo, wewe njoo uishi hapa. Binti alifurahi kweli na akawa namshukuru Mungu. Anaona kabisa hapa Mungu anaenda kujibu maombi yangu. Anaondoka kwenye mitaa ya madangulo na anaachana kabisa na biashara za udangulo. Binti alishukuru kinoma noma, japo mama mwenye nyumba alikunja kinoma noma. Hakutaka kabisa hiki kitu kitokee. Baada ya kuondoka huko chumbani, kumekucha leo asubuhi, mama ameenda kumchukua mtoto wake, wamekuja hapa ushuani. Hawataki kabisa kuchelewa kwa sababu maisha waliokuwa wanaishi kule mtaani sio mazuri hata kidogo. Walipofika hapa ni asubuhi, wanagonga geti. Mama mwenye nyumba akawazuia watu wasifungue geti, eti ni asubuhi sana, hawa maskini wanakuja kufanya nini hapa? Hawajui kama sasa hivi watu bado tumelala. Asubuhi na mapema mtu yupo nyumbani kwa mtu anagonga mlango, hebu achana naye. Mara baba mwenye nyumba akatoka huko ndani, na alipofika akamfokea kweli mlinzi wa getini na akamwambia afungue geti haraka iwezekanavyo. Mlinzi kabidi awafungulie geti. Alivyowafungulia geti bwana, hawana wakaingia mpaka ndani. Kilivyoingia tu kikaona nyumba kikasema da kudadeki, mama hii nyumba ni nzuri. Hawa watu wana maisha makubwa sana. Basi mama kazi kukanyamazisha tu katoto kake, hebu acha walwalu, wewe utulie, kwani una nini? Katoto mama hebu niache, we hii nyumba ni nzuri, huku kameshika kiuno. Mama akaona tu baada ya katoto kanaongea kweli. Katoto kaka kanamwambia mama, ni kweli nimekubali ulichoniambia. Mama mwenye nyumba amekunja kinoma, amenuna. Wakati katoto kanafurahia tu, mama amenuna kinoma, mwenye nyumba amechukia kinoma noma hii familia kuja hapa. Katoto kakaanza kumwambia mama yake, lakini mama, hii nyumba mbona ni kubwa sana? Hiyo hela waliokuambia na kulipa naira 50,000 kusafisha jumba lote kama ili, hapana, sio sawa. Huyu bosi mwenyewe nyumba atakuwa ni mchawi, hawezi kukubali kabisa kukulipa hela ndogo kama hiyo, alafu unafanya kazi kubwa kama hii. Ili jumba lote kulisafisha, ili lote ulipe naira 50,000. Endapo kama nitaonana naye nitamwambia hiyo pesa ni ndogo sana, kuongeze pesa nyingine. Mama anamwambia mwanae, nyamaza, utaniharibia kabisa kazi yangu. Unajua kabisa hii ndo kazi pekee nayoitegemea, alafu nao unaanza kutiatia mdomo. Mtoto anasema hapana, sitakuharibia zaidi, nitakutengenezea mazingira ya kupata pesa zaidi. Wamekuja huko chumbani, baba akaanza kumfokea mkewe. Anamwambia kiukweli tabia yako sijaipenda. Ni mara ngapi nikwambia ili unielewe? Kwa nini unapenda kutukana watu kisa maskini, kisa nini? Unajisaulisha, si ndio? Unasahau kama wewe nilikuoa ukiwa maskini. Kwani nyewe mna utajiri gani? Si ni maskini wa kutupwa kabisa. Mbona nilikupokea na nikakuoa na umaskini wako na sikuwahi kukubagua hata siku moja. Leo umeshasahau, unaona wengine unawabagua. Isije kujitokeza tena nikasikia hizo kauli zako zinaendelea humu ndani. Baba akamwambia, sasa sikiliza nikwambie, mimi nasafiri, naomba nitakaporudi nisije nikakutana na jambo lolote lile ambalo litanikwaza kuhusiana na hawa watu. Mimi ndo nimeamua wawepo hapa. Mama anakuambia vinamshuka kinoma, anakasirika kweli kweli. Sasa muda huu Ebubu yupo na mama yake hapa. Ebubu akamuuliza mama yake, kwani mbona huu mshangazi kama unakunja hivi? Kwani una matatizo gani? Mama akasema sijui, nashangaa tu mwenyewe anakunja kunja. Ebubu akamwambia, mwambie asije akathubutu tena akae mbali na mimi, nitamwangamiza huyo, anijui vizuri, si ndio? Mama akamwambia, we mtoto, hebu tulie huo mdomo wako usije ukaniponza humu ndani. Unajua kabisa hii kazi mimi naitaka na kila sababu ya kutaka kuendelea kufanya hii kazi. Afa hako kamdomo, Ebubu kamdomo. Inabidi ujue namna gani ya kukakontrol. Katoto kakasema hamna mama, huo ni uoga wako tu, lakini kwa nini atufanyie hivi?
Sasa muda huu bwana, baba alikuwa anaondoka kama namna ambavyo alisema anasafiri. Wakati anatoka akamwambia huyu binti, sikia, mke wangu atakuongeza naira 50,000 nyingine, kwa tutakuwa tunakulipa naira 100,000. We, mama alifurahi kinoma noma, imekuwa naira 100,000. Alishangilia kinoma noma. Sasa mama mwenye nyumba amenuna tena kusikia kuwa inaongezeka tena naira 50,000 na kuwa naira 100,000. Mama akawa anamwambia, hebu bwana, unaona sasa mtoto wangu, Mungu anajibu maombi yetu. Napata naira 100,000, nitakulipia ada, nitafanya kila kitu. Ufuska bye bye, sitaendelea tena kufanya ufuska. Mungu anipe nini maisha haya. Kitoto kikaa kinamwangalia tu mama yake, ile kikamwambia, mama, lakini huyu mwanamke ni mchawi sana. Huyu mwanamke huyu naona kabisa ni tatizo na ana roho ya kukunja, sijui itakuwaje humu ndani. Mama akamwambia, mtoto, hebu nyamaza. Kwa nini kila nikikwambia kitu unaanza kuwasakama mabosi wangu? Hebu jiheshimu, naomba kabisa usiendelee kuwaongelea hivi. Baba, haijachukua sekunde baada ya baba kuondoka, mama karudi huko. Alivyorudi akamlamba bonge la kofi mama yake Ebubu. Kiebubu kikamfokea kweli. Kwa nini unampiga kofi? Amekufanyia kitu gani ambacho amekifanya mpaka unampiga kofi kiasi hicho? Mwanamke, kwani una matatizo gani? Mbona unakuwa mchawi kama hivi? Na tena ngoja nikwambie, usije ukathubutu tena kumpiga mama yangu kofi kama hivyo. We, mama alimfokea mtoto wake. Hebu nyamaza, unamfokeaje bosi wangu kama hivi? Hivi umelukwa na akili, umechanganyikiwa si ndio? Nitakupiga makofi. Mara bosi akamrukia akamwambia, hivi mnabishana ujinga, hebu nifuate huku sasa hivi, nifuate sasa hivi. Ikabidi mama yake Ebubu amfuate huyo bosi wake huko. Baba, we kufika chumbani, bosi kalishika panga anataka kumchinja. Binti akaona toba, kumekucha, nimefanya nini bosi? Bosi anaanza kumwambia, nini kilichokuleta humu ndani? Nataka uniambie misheni gani iliyokuleta humu ndani na imekuwaje? Mume wangu amekupokea bila hata interview yoyote. Binti anaanza kujitambulisha, mimi sijaletwa na kitu chochote, zaidi tu nimekuja tu kufanya kazi nipate mshahara wangu nisaidie familia yangu, sina mission yoyote humu ndani. Mama anamwambia, nisikilize nikwambie, umeshaambiwa kama mimi sizai, kwa umejileta hapa na kitoto chako ili mume wangu akuone wewe una mayai ili akuchukue unipindue, si ndio? Binti akasema, toba mama, mimi sijui chochote hayo unasema wewe, wala mimi sijui chochote kuhusiana na wewe, wala sijawahi kuambiwa chochote kuhusiana na wewe mama yangu, naomba tu nisamehe kiukweli, mimi nimekuja hapa kwa ajili ya ugali moto tu, sina chochote kilichonileta humu ndani. Baada hapo binti akapigishwa magoti kwenda chumbani, yeye anatembelea magoti humu ndani, aelekee chooni huko aende akasafishe, maana mama amejisaidia haja kubwa huko na hajasafisha, inabidi binti ndo aende akasafishe. Na ameingia huko, mama akamfungia mlango akamwambia, hutatoka mpaka umalize kusafisha. Sasa hapa Kiebubu kiko huku chini na chenyewe kinamsaidia mama yake kufanya usafi humu ndani. Udada akaja akakiambia, chakula kiko tayari, kwa hiyo njoo wewe ule, alafu baadaye mama naye atakuja ale. Mshangazi huku baba unavua nguo ya ndani, baada ya kuivua ukamtupia mama yake Ebubu kwa kafue na hiyo. Sasa binti alivyotupiwa mdomoni, si akakunja sura. We, mama akamwambia, vipi? Yaani unamaanisha nini kuwa papa yangu inanuka, si ndio? Inanuka. Binti akasema, toba mama, mimi sijasema hivyo, wala sijasema kama inanuka. Mama akamwambia, mbona umekunja uso? Kwani umekunja? Yaani ulivyobinua mapua hayo maana yake kumbe mimi natoa harufu, si ndio? Wewe aliachamishwa mdomo na ikakunjwa ikatiwa mdomoni, yaani kama sasa inuki inabidi uile. Watu wakachukua na maji kabisa, wakamuongezea na maji ili kama vipi achukue ladha ya mdomoni, yaani ili limama. Yaani umshangazi ni mshetani kinoma noma, lakini kwa sababu binti amekuja kufanya kazi inabidi ajipe moyo. Ajira ngumu, sio ukipata ajira inabidi uipambanie vizuri. Sasa muda huu bwana, hiki Kiebubu kilikuwa kinakula, kimeshatengewa msosi, kiko dining kinakula. Mara mshangazi umekuja, unamkuta yuko dining, ukamuuliza unafanya nini kwenye dining yangu? Yaani upo dining table unakula kama nani? We, kitoto kinataka kuongea sikina mdomo, walikikamata afu akakimwagia msosi. We, kitoto kikaona toba, yaani kwa nini unanifanyia hivi? Kwani mimi nimekosa kitu gani? Pigwa kofi. Kinaongea kikakamatwa, kikapigwa tena kofi lingine, kikalala chini, kinaleta ile kudekadeka ile kulala chini. Wakakivuta mguu, wanakitoa nje huko, wanakivuta mguu kama kimnyama. Yaani humu ndani sasa ndo wameyakanyaga, maana hawezi kutoboa hata kidogo. Kikiwa kipo nje kikaanza kumwambia huyu mama, we ni mchawi, ni mshirikina kabisa, mwanamke mbaya, una roho mbaya, vitu vidogo lakini vinakutoa imani. We, mlinzi akawa anaona lile tukio, mlinzi akaona toba, sitaki kuwa shahidi kabisa, maana bosi akija hapa kitaumana, ngoja nijifungie kama sijaona vile. Mama akakitia kitoto store, alafu akafunga mlango, yaani kitajua chenyewe huko ndani. Wakati analudi ndani, kuna huyu dada humu ndani na yeye ni mfanyakazi, yeye anadili sana na masuala ya mapishi. Sasa huyu dada na ubi mkubwa ni mtu na dada mtu, yaani huyu ni mdogo wake tumbo moja, baba mmoja mama mmoja, lakini hapa kwa dada yake anaishi kama mpishi, yaani ni kama muajiriwa hapa ndani kama mpishi.
Binti akawa anamwambia dada yake, dada, unachokifanya sio vizuri. Hii familia kwa nini unaifanyia hivi? Inakusaidia kitu gani? Hao ni binadamu, kwa nini unataka uishi nao kama wanyama? Kitu gani ambacho amekukosea? Watu wako hapa kwa ajili ya ujira wao tu, lakini unakunja vitu vidogo dadangu, unakuwa unakunja kweli. We, binti alitaka kulambwa kofi, akaambiwa ukirudia tena ujiangalie vitu vya kuzungumza. Mlinzi akamuita huyu dada na akamwambia, bwana, katoto kamefungiwa huko na fungua nazo dada yako. Ikabidi dada aende kutafuta funguo kwa dada yake. Alipofika kwa dada yake akamwambia, hivi umechanganyikiwa? Kwa hiyo unawathamini hao watu kuliko mimi dada yako, si ndio? Akatupiwa funguo, akaambiwa wakimaliza shughuli zote nilizowapa ndo wafungulie. Hapa bwana amekuja kumfungulia mama yake Ebubwe. Ametoka amekuwa mpole kinoma, yani amechoka kinoma noma, maana huko chooni ilikuwa sio poa, amefungiwa karibia siku nzima. Basi bidada akawa anamuomba msamaha hapa, anamwambia usiwaze, kila kitu kitakuwa sawa. Muda huu bwana umama kaja akamwaga maji, kaja kumuita mama yake Ebubwe kuwa hajasafisha vizuri, aje ndani kusafisha. Kaja kambeba wangu kaja naye mpaka chumbani. Alipofika chumbani akamsukuma huko chooni. Sasa alivyomsukuma akuangalia alivyoangukia, kumbe kamsukuma vibaya. Ubidada ameangukia vibaya, yani ameangukia kichwa huko. Amemsubiri, mwisho wa siku anashangaa mtu atoki kuingia, anamkuta mtu wa juzi. Akawa anampiga miguu kwa anamuamsha, lakini huyu mama alikuwa amki kabisa, yani tayari alikuwa kama amepoteza fahamu kwa sababu aliangukia vibaya kichwa. Akaenda akamuita mdogo wake. Mdogo wake alivyokuja kuangalia, anamuona kabisa anapumua kwa mbali. Akamwambia, dada, tumpeleke hospitali, utakuwa ameanguka vibaya. Kwani umemfanyaje? Dada anasema, sijamfanya kitu chochote, alikuwa huko tu anasafisha. Sasa wakati dogo anafanya harakati za kutaka kumpeleka hospital, we dadake akamwambia, hivi umechanganyikiwa? Unajua toka hao watu waje humu ndani nimekuwa na ndoto mbaya sana juu yao. Naona kabisa wamekuja kunichukulia mume wangu. Kwa hiyo kama anataka kukata moto itakuwa ni vizuri, kwa sababu Mungu anaenda kujibu maombi yetu. Huyo mtu hatumhitaji kabisa humu ndani, kwa ni bora tumwache tu afe. We, mdogo mtu akaona, dada, umechanganyikiwa, unaongea vitu gani? Ikabidi aende kuangalia namna anapata msaada huko nje. We, mshangazi ukaingia huku ndani, ndo ukaanza kumkaba kabisa mdada wa kazi, kaba mpaka ukamuua. Kumekucha asubuhi, hapa ni msiba tu. Kiebubwe kinalia kweli, kinamtaka mama yake, akiamini kama mama yake amekufa. Kinamtukana kweli mshangazi, huyu mama ni mchawi kabisa. Yani haya yote aliyofanya hatimaye mpaka mama yangu amekufa. Baba amerudi hapa nyumbani, mambo ya msiba yameisha. Baba akasema huyu mtoto atabaki ndani ya hii nyumba, hawezi kuondoka. Sasa ataenda wapi ikiwa mama yake ameshafariki? Mama akasema hawezi kubaki humu ndani, na kama atabaki humu ndani atabaki kama beki tatu. Atakuwa anasafisha, atakuwa anafanya kazi zote kama beki tatu. Hicho ndo kitakachombakisha humu ndani, lakini habari ya kusema eti aende shule afanye nini, hilo halitatokea hata siku moja. Wakati wanazungumza, mara taa zikaanza kucheza, ni mzimu wa yule mwanamke kwa unaanza kuwatokea. Kitoto hapa asubuhi baba kinapigishwa kazi, hicho kinafanya usafi kila sehemu, na huyu mama anamfuata anamwambia, kwani hujasafisha kule chumbani kwangu? Haraka panda kule juu. Sasa hiki kitoto ni kidogo kumudu ama majukumu yote, kifanya haraka inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kinachezea kweli humu ndani, yani wanakiendesha, yani wanakinyosha kweli. Sasa huu mzimu ukao unaanza kuwasumbua humu ndani, unaangusha viti kinoma. Sasa wauoni, unahangaika kweli, unataka mtoto wake asaidiwe. Ulichokifanya huu mzimu bwana, ukamwingia huyu mdogo mtu. Ulipomwingia mdogo mtu akainuka, akaanza kufanya mauzauza humu ndani. Kumekucha leo asubuhi, dadake alikuwa anatoka anataka kuondoka. Huu mzimu ukamfuata, alafu ukamwambia, hivi dada, umechanganyikiwa? Yani wewe mtu mzima unashindwa kufanya usafi ndani kwako, alafu unamtaka mtoto mdogo ndo afanye usafi ndani kwako, si ndio? Hebu twende ndani ukafanye usafi. We, dada anasema, hivi unaniambiaje hivi? Anataka kumpiga kofi, mara binti kalishika. Sasa ana nguvu za ajabu, anambana mpaka dada mtu analia kweli. Dada asijue tu kuwa mzimu umemwingia huyu mdogo wake, sio akili za mdogo wake. Kamshika wangu dada yake, kamleta mpaka huku chumbani. Alivyomleta huku chumbani, akamsukuma huko chooni kama yeye alivyomsukuma yule mwanamke vile. Alafu akatoka akakikuta hiki kitoto kilikuwa kinaendelea kufanya usafi hapa, akakikumbatia hiki kitoto. Sasa baada ya kumsukuma amekaa hapa, baadaye mzimu ukao unataka kumtoka. Mzimu ulivyokuwa unamtoka, ubinti akawa anashangaa, kwani nimepatwa na nini? Kiebubwe kikawa kinamsimulia kuwa ulikuja hapa na dadako na ukamsukuma, yuko huko chooni. Udada anakimbia kwenda chooni, anamkuta dada yake kaanguka wajuzi, kichwa kimepasuka, yani ameshakata moto. We, alishangaa na akaogopa kinoma noma, na mzimu ndo ushamtoka muda huo, yani mission imeshakamilika. Kama alivyomuua mwenzie na yeye kafa vile, choo kile, msukumo ule ukiua kwa upanga, basi ujue na wewe utakufa kwa upanga. Na mwisho wa siku bwana, baba mwenye nyumba kwa kuwa alikuwa anaishi na ule mkewe, na mkewe alikuwa azai, basi kilichotokea ni kwamba mdogo mtu ilibidi tu aendeleze maisha na shemeji yake, yani mwamba ikabidi amuoe mdogo mtu, na maisha yakaendelea, na Kiebubwe kikao kitoto humu ndani, na kikao kinaendelea na shule. Na hapa
familia tayari imekamilika na huyu binti tayari ni mjamzito. Wanaishi maisha yao furaha, amani na upendo kabisa. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Alafu baya aibu, alafu mwisho wa siku maisha dunia fupi mbona kwa mwisho wa siku twende taratibu tu. Kama wana shida tuangalie namna gani tunaweza tukawasupport, kila mtu apate tonge lake, maisha yaendelee. Baki na mimi.